kwanza hapa ambapo utaenda kuinstall Visual Studio Code, pia utaenda kuinstall C++ compilers, lakini pia utaenda kuinstall extension ambazo tutakuwa tunazitumia kwenye uandishi wa code, and pia tutakuwa tuna verify installation kama vitu vimekamilika, na pia na kuandaa mazingira ambayo tutaanza kuandika code zetu kwa ujumla. Install this code kwenye Linux. Linux hizo zinaweza command inafanana hivi, maana zina tofautiana sana. Huku kwenye Linux ni rahisi zaidi, sababu install VS Code na install sudo apt update sudo apt install code. Hapo ukishamaliza unaweza enter, utaweka password yako hapo hivyo, alafu ukishamaliza, kwa sababu mimi tayari ninayo, itakuwa itaelezea kabisa kwamba hapa tayari ninayo. Kwa hiyo pia imalize hapa nitaonyesha, lakini pia kama unavyoona hapa imekuja code inasema kwamba import for you already the newest version, ambayo version yake ndio hapa. Kwa hiyo tayari ipo tayari ninayo. Alafu kwenye issue ya install bado tutainstall sudo apt install install debug hivi, itakuwa install kwa hivyo, ambapo hapa tayari nimesema na yenyewe ni version ambapo ni version ya 17 kama hiyo. Then install compiler itakuwa ni sudo apt install gcc install hivyo, ambapo kwangu mimi tayari ipo. Hii gcc inatumika sana kwenye C, lakini kwenye C++ utasema ni G++ kama hivyo, badala ya gcc ku itakuwa ni G++. Hapo ukishamaliza uta install, ambapo pia kwangu nini ni hivyo. Ukifika hapa uta verify ndio wenyewe kama unavyoona hapa ni sawa, ni site husika kabisa ya Microsoft na icon yao ipo na yenye Visual Studio Code, kila kitu ni sawa, unaona. Kwa hiyo utaangalia, utaingia, tunatumia window, kwa uta click kwenye window. Baada ya click kwenye window itaanza kudownload huko kwenye nani yangu ipo fast mpaka hapa imeshakamilika. Ukiangalia hapa utaiona iko hapa hii. Hiyo utafuata kwa ilipo moja kwa moja, alafu tukafanya setup hapa Microsoft nini sijui, uta accept ile same kama iko kwenye don't accept, lakini uta accept, then uta click next. Hapa hivi utaona kwamba utaenda kwenye user sijui na nini hapa. Mimi nitachagua kwako unaweza kaacha hivyo kama unavyoona, lakini utachagua nani ambayo unataka wewe, utachagua ndo ilifanza iko. Lakini mimi kwa sababu natumia hii ni VM, kwa hiyo nitatumia USB flash. Kwa hiyo mimi mtatumia ambayo mnataka kuna natumia location yote ambayo mnataka hii VS Code install. Kwa hiyo path husika nita cancel, nita browse tena, nitachukua hiyo path kwenye USB yangu ndio hii hapa. Kwenye tu nitapiga okay. Kwa hiyo na yangu itaenda hapa VS Code yangu nikiinstall, itakuja huku then nitabonyeza next, then next. Na hii sehemu kama nataka kucreate iwe kwenye menu utabonyeza hapo, lakini kama unahitaji utaacha. The next na hii create desktop icon, add open, hiyo nitataka create
Nitachagua pia na open on window option, nita click open on action, explore content. Okay, zote tu ni sawa na click na inaweza na mapendekezo zaidi. Baada ya hapo utasoma haya maelekezo na nini, then basi usika itakuwa ni kama kwa hivyo ilivyo, hapo install. Mpaka hapo itakuwa na prepare installation na itaenda kwenye ambapo mimi nilielekeza kwenye download na install VS Code. Kwa hiyo katika video hii sasa, katika kipande hichi tutaenda kuinstall, tutaenda kudownload na kuinstall MinSystem 2. Inaandikwa hivi, inaonekana hivi kama tunavyoona ipo MinSystem 2, na kutoka katika site husika ya HTTP kama inavyoonekana HTTPS MinSystem 2 inaandikwa kifupi hivi .org. Kwa hiyo tutaingia hapa katika system husika, katika site husika, site yao official site, then tutakuja hapa download install. Sisi tutachukua hii hapa, kuna zipo mbili, kuna ya bwana support ARM64 na hii ina support both hizi mbili, kwa hiyo tutadili na hii hapa. Kisha bonyeza hapo, itakuja huku itainstall kama kawaida. Hapo inashuka, niambia hii MinSystem ni software distribution and build platform for Windows, kama wanavyoona hivi, yaani ninakupa mazingira ya kufanya kuandika nani vizuri, ya compile code zako vizuri, lakini pia inakupa package mbalimbali za ambazo tutatumia kwenye C++, lakini pia inatumika kwenye mambo mengine. Kama unahitaji kusoma zaidi, utaingia kwenye nani yao hii, then utakuwa unasoma maelekezo ya kipo mengi zaidi. Baada ya kuwa misha install, misha download, tutaenda kuinstall ifadha huko ilipo kama kawaida yetu, then utabonyeza hapo, utabonyeza more info, utaona hapa my s imepublishwa na huyu jamaa Christopher Ritter, na then ukiwa touch au utaona hii run anyway, kwa lazima utachiki button ambayo imekuja pale, utafanyaje? Ndio utaona hii. Kwa ukishamaliza hapa run anyway, then tushushe hii, hatuna kazi nayo kwa sasa, then tutabonyeza next. Hapa mimi nitachagua USB yangu kama kawaida, nitachagua USB yangu, tools nitachagua hapa, then nitabonyeza next. Utachagua ambao unapenda, existing na tutaje install, nitabonyeza okay, continue, accessibility, utabonyeza next. Baada ya kuwa umeshaona zote zimeandika 100 hapa hivi, yani ziko 100%, basi ujue umefanikiwa. Kama utakuwa hujafanikiwa, basi utatujulisha kwenye group, then tutajua namna ya kutafuta solution. Then ili kuconfirm sasa kama kweli tumefanikiwa, tutaenda kubonyeza kuandika command zetu hizi, tutaandika gcc dot mimi nitaacha nafasi, then tutaandika -2, then utaandika version hivyo. Baada hapo utabonyeza enter. Kama unavyoona hapo tumefanikiwa, naona ni yetu ni version ya 16. Then tutaenda kuangalia G++, taacha nafasi, afu utaandika version kama hivyo hapo bila kukosea. Ukikosea hapo itakuletea nani, unaweza ukawa umekosea kuandika command, ukajua umekosea, ukajua ni error. Kwa hiyo kuwa makini hizi command, kisha utabonyeza enter, then na yenyewe muone imefanikiwa. Kwa hiyo kama umefika mpaka hapa, hongera. Kama hujafika utatuambia pia, tutajua cha kufanya. Sasa baada ya kufika hapa, utarudi kwenye ile browser,
Tutachukua pasi moja hapo ya hii main system. Tutachukua pasi ambapo huku tumelenga kuchukua pasi gani hajaonyesha, ila pasi tunayotaka ni path ambayo tumeweka nani yetu, tumeweka min tutaenda kuiandika kama kwa mkono kama itakuwa kwa ni hii hapa C, hizo tutapata hapo backslash my sys then 64 tutaenda kuweka kwa mkono kwa sababu kuna hajaweka. Kwa tutakuja hapa kwenye search yetu, tutaandika environment, so naandika kwa mkono mmoja kwa hivi, andika environment variable, then itakuja kama hivi hapo. Kwa hiyo cha kufanya hapa, tutaenda hapo kwenye environment variable, and tutakuja hapa kwenye tutakuja hapo kwenye path hapa, kwenye path kama kwenye PC yako utakuwa, lakini natumai utakuwa na path. Utakuja hapo kwenye path, kama mna path utaiandika, alafu kuja kwenye path utaandika utabonyeza edit. Kwenye edit utabonyeza, baada ya kubonyeza new, afu yani sasa hapa tutaandika ile path yetu mpya hapa. Kwa hiyo tutaandika ilikuwa ni C ni C ndogo, ni C kubwa, nadhani ni C kubwa. Hii ni C kubwa, afu utaandika, utabonyeza hizo nukta pacha hizo, alafu uta backslash then my sys hivi, sina kama ni hivi my sys hapo 64. Kwa hiyo itakuwa path yetu. Baada ya hapo